Ni kuelekea mtanange mzito, mtanange ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu kubwa na wadau wa soka. Ni dabi ya Kariakoo, mchezo wa ngao ya jamii, mchezo ambao utaenda kuchezwa kesho Septemba 16 katika uwanja Benjamin William Mkapa. Papilo Sports TV imeona sio tabu bana, wacha tuende kuzungumza na wadau wa soka, wao wanaozungumziaje mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Wachezaji wengi tu watafanya vizuri, maana hili ni dabi, kila mchezaji lazima ajitume. Lakini kama tunavyojua bwana, kwa wana Yanga yeye ni mchezaji wenu mmoja ambaye ndio X factor wenu. Kila sio mchezaji mmoja tu, kila mchezaji anaonyesha uwezo wake, jinsi ya uwezo wake. Kuna wachezaji kibao tu. Ukiangalia wakina Pakome, wakina Max pia Zengeli, wakina Mzize, wapo wachezaji kibao tu pale Yanga. Wakina Mdasili haya wachezaji kibao tunao pale. Tena kuna jingizo jipya vimeingia, vyuma kweli kindaki. Vyuma vimeingia bwana. Kuna wachezaji balaa hatari. Sawa. Wewe umeviona siku ya Yanga Day. Kesho mimi natarajia ushindi tu. Kesho mimi napiga kichwani tu. Kesho mimi napiga kichwani. Natarajia nachoombea timu yangu kilabu kesho ishinde. Ni ushindi kwenda mbele. Kwanza siku ya tarehe 16 kwenye dabi ya Kariakoo nilikuwa naisubiria kwa hamu sana. Lakini pia kwa kikosi kile nilichokitazama hakuna kikosi tuseme yani kilichobadilika sana. Baadhi ya wachezaji walioondoka, tumeongeza baadhi ya wachezaji wengine. Kwa sasa hivi ukitoa chuma unaweka chuma, weka ugoko tuweke jiwe, au sio? Yani man to man yani. Kiukweli mimi kwa mtazamo wangu mimi binafsi, mimi kama mimi kiukweli tunasema tunapiga kichwani. Yani pale kwenye kichwa anakuambia nyoka ukitaka umuue usimpige huko kwenye mkia, unampiga kichwani. Amani damu ya kijani, yani Jangwani, yani full shangwe. Hajakoma mara 5 mfululizo. Yani tunapiga ya 6, ndio maana tunakuambia tunapiga kichwani mzee. 100% au zaidi ya 100%. Tunaokeka huo kesho, yule mwana Jangwani analala vizuri tu. Ndani ya dakika 90. Hatufiki kwenye matuta. Ndani ya dakika 90 tunahakikisha tunapiga goli 3-2. Uhakika huo, kwa sababu watu kuangalia hata kocha wetu kikosi alichokiweka sio kikosi kile, kwa sababu wao jamaa ni wazee wa kukopi. Umeelewa vizuri? Na ndio maana acha Sami tumeweka namba 2. Umeelewa? Yaani kuwaficha wa jamaa, kwa sababu wao kazi yao kwa kukopi. Alichoanza Simba nao ndio wanazigia hivyo ili kesho uhakika. Na alitoa assist cha Sami alipocheza namba 2. Alitoa assist cha Sami lakini yuko zaidi ya vile. Ni maana uhakika kesho. Kesho mapema mzee. Umeelewa bwana? Au ndugu yangu huyo mwana Jangwani namwambia huwa kesho aje na jezi nyingine. Aje na nguo nyingine ya ndani, kwa sababu kesho lazima apate aibu. Kesho kwa jinsi nilivyoangalia wachezaji wetu wako quality. Wachezaji wetu quality kabisa, wako vizuri kwa sababu mimi nilikuwa na upande wa beki 3 nilikuwa na kidogo na mashaka. Lakini udogo alichukuliwa kutoka na Mungu kule alikuja pale. Bwana kaziba 100% mzee. Kwa hiyo uhakika. Kwa hiyo unataka kumaanisha kina Pakome kesho shughuli wanayo? Hapiti mtu. Kama unamjua Kagoma Mwezi, unamjua mzee? Mwandishi wa habari Kagoma unamjua vizuri shughuli zake. Yule ni hatari na ana balaa. Yule Pakome si nani yule, hakuna chochote atakufanya kesho. Jamii. Mimi naona kikosi changu kipo vizuri, hakina shida, kuanzia mbele, nyuma, katikati pale hakuna shida. Ila safari tuizana vibonde yani. Yaani kesho lazima tunataka kichwa. Tutasa kesho hapa kichwa yani. Yaani kikosi changu sasa kipo vizuri, burudani yani. Yaani safi. Wewe unaona? Pale vionjo tumeka kidogo, tuweka booster yenyewe ile. Na ni kweli. Yaani pale tumewabugisha pale. Tunaambiwa kama wachezaji usiwa wanaumwa nini, lakini wapo wazima tu, wapo vizuri yani. Sema sawa, hajataka kujua kikosi chetu ile wakijue sana. Ila ndo kesho ndo watakijua sasa zaidi yani. Wasikie raha tu yani, burudani yani. Yaani kama anakunywa chai yani. Au vipi? Au kama maji unaoga. So unajua maji ukioga mwilini unakuwa mwepesi yani, ndo kikosi sasa hivi. Tumetoka kusikia baadhi ya maoni ya msingi kutoka kwa washabiki wa klabu ya Young Africans pamoja na washabiki wa klabu ya Simba Sports Club. Wamejaribu kuelezea vizuri kabisa kuelekea mtanange mzito utakaochapwa kesho, ikiwa ni ngao ya jamii katika uwanja Benjamin William Mkapa. Nikiripoti kutoka eneo hili la Majengo Sokoni, ni mimi Kasim Saadat Othman wa Papilo Sports TV.